Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nikitumai kwamba mko wazima chini ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Wengi wananifahamu, jina langu ni Collins Muchoi. Mimi ni daktari wa Original Medicine, na kwa hivyo huenda ikawa tumepatana katika channel zetu za Present Truth. Mungu apate kuwabariki hata kwa kuwa mnaweza mkasikiza video hii. Nimekuja hapa kwa ajili ya ombi fulani ambalo ningeomba wote wenye hisani njema, wenye moyo safi na walio na huruma za kibinadamu wakaweze kutusaidia ama tukashikane mkono pamoja ili kutafuta usaidizi wa mama ambaye ni mgonjwa wangu kwa sasa. Kwa hivyo kuna marafiki nilio nao hapa, nitaomba kwanza waweze kujitambulisha, alafu baadaye nitaweza kueleza kipi ambacho kimetuleta hapa. Kuna rafiki aliyenileta hapa, anaweza akasalimiana, ni mzee wa kanisa moja la huku Lare, ajitambulishe, aseme uhusiano wake na huyu mama, mbona akanileta na mambo kama hayo. Karibu. Asante. Wapendwa na wasalimu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni mtumishi Evans, Church Erinda pale Lare. Na kwa sasa tuko katika mji wa Isiolo kwa sababu ya mama mmoja ambaye ni mgonjwa, ambaye ni aunti yangu, ni sister wa baba yangu. Hivyo basi hili jambo limetupata kama familia, na tumeweza kujaribu kama familia jinsi tuwezavyo, na mpaka kwa sasa tumefikia mahali ambapo ikawa tuwezi tena, ili tuombe msaada kwa watu wengine. Na ndio maana tumefika katika mji huu tukiamini kwamba Mungu atatusaidia. Na video hii tunaomba kwamba iweze kuenea kila mahali. Wale wanafuata channel zetu za wana matengenezo Present Truth popote walipo, wako Kenya, wengine wako nje ya Kenya, Tanzania, wapi mpaka Marekani na nchi zingine zote. Tunawaomba tu mtakapoona video hii muweze kuwa watu wa kutusaidia ili kwamba mama aweze kupona na utukufu utaweza kuwa kwa jina la Kristo Yesu, ama Mungu atatukuzwa katika yote. Tunaomba kwamba maana tuko na wengine watakapokuwa naongea pia muweze kuwa kuna tawasikiliza, msikie hoja zetu na ombi letu mtakuwa mmelipata na mtusaidie. Asante. Asante sana wapendwa. Mama, naomba uweze kusalimia watu, waambie tu jina lako. Salimia watu na uambie jina lako. Anaitwa Joanina Gaita Mudhenja. Ni mgonjwa wetu ndiye ambaye wabariki sana. Sawa, asante mama. Kuna pale ambapo ni msichana wake ambaye amekuwa akimsaidia, ndiye anamuhudumia kuhakikisha anakula, anakaa vizuri, ama anamsaidia katika mahali mbalimbali unapohitaji usaidizi. Unaweza kusalimiana Ruth? Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Ruth. Mimi ni msichana wake. Mimi ndo nimekuwa na yeye kumsaidia mahali anahitaji kwa sababu sasa ako very weak. Tumejaribu tu sana vile tungeweza, lakini tumefikia mahali tunaomba tu mtusaidie. Mungu mwenye ataguzwa tu roho yake atusaidie mahali ataweza. Mbarikiwe. Aya, asante. Kwa hivyo wapendwa, mama nililetwa kwake nyumbani kwake tarehe 30 mwezi wa Januari. Na tukaanza matibabu tu tarehe 13 mwezi wa pili. Matibabu tulioanza hapa ni mahali pa kuomba baada ya mvua kuingilia ama kunyesha sana huku Isiolo na ikaingia mpaka kwa nyumba zao. Ikakuwa manake nyumba ni za mbao ambazo zimezeeka kidogo. Kwa hivyo ikakuwa maji imeweza kuingia pale, manake ya msingi hapajainuka sana. Kwa hivyo hapa ni mahali tu wamekuja wakapewa angalau wakakae mpaka mvua ipate kupungua. Kwa njia nyingine ni watu wenye hitaji. Na matibabu tulioanza ni matibabu ya pale kwamba wacha tusaidie kwa kile tulicho nacho, na Mungu asaidie milango ifunguke mpaka tupate kile ambacho tunahitaji kwa matibabu yake kukamilika. Ila hata hivyo kukakuwa na changamoto ama kumekuwa na changamoto ambazo zimetokea
Kwa mfano, matibabu ambayo tulikuwa tukifanya, japokuwa tulikuwa tukifanya kwa polepole tu kwa kile ambacho kinapatikana, imefika kabisa pesa zimekosekana na dawa ambazo anazihitaji hawezi akazipata. Zaidi baada ya kumaliza phase 1 na matibabu ambayo ilikuwa ni kuosha mwili na kuandaa, kuosha tumbo, kuosha damu, dawa zingine zinazohitajika hana. Ukiangalia hapa utaona kwamba tumemfanyia, kuna kitu ambacho tunaita poultice. Wale ambao ni medical commissioner ambao wamefanya original medicine wanaelewa. Tukifanya poultice ni ya kuvuta wakati ambapo mtu ako na tumor ama uvimbe ambao ako nao, maana yake cancer ako nayo inaitwa nasopharyngeal cancer. Nasopharyngeal cancer inamaanisha ni cancer ambayo ikaanza kwa mdomo, ikakuwa kama uvimbe tumor fulani, alafu ikavimba mpaka ikatokea kwa mapua. Kwa hivyo baada ya kumfanyia poultice kidogo, uvimbe ulikuwa mkubwa sana uso wake, ndipo hapa kumetoboka ambapo kunatoa usaha na hata hapa juu kunataka kutoboka. Kwa hivyo usaha inafaa itoke kabisa, maana hizo ni seli ambazo zimekufa ambazo zimevamiwa na kansa, na baadaye tutoe hicho chipukizi ya kansa yenyewe. Na ni kitu ambacho itachukua, ni chungu sana kwa wale, natumai wale ambao wanakaa naye ndio wanaelewa vile ambavyo una matatizo, ni chungu sana. Kwa hivyo inahitaji kwamba akaweze kusaidiwa haraka inavyowezekana, maana yake tushaanza matibabu, tushachochea seli za kansa tayari, tumezinyima vitu ambavyo zinahitaji, na kwa hivyo mwili uko katika hali ya kupigana wenyewe. Unahitaji matibabu, anahitaji juice extractor ambao nikiangalia kwa supermarket ile mzuri ilikuwa 9600. Kwa hivyo hizo ni kama 10,000. Yeyote anaweza katupea, atakuwa ametusaidia, ametupea 10,000 kwa kutupea juice extractor. Anahitaji juices ambazo anafaa kufanywa kwa miezi 6 ambayo itakuwa ya matibabu. Anahitaji special diet ambayo atakuwa akipewa kwa miezi 9. Anahitaji dawa ambazo sasa kwa hii kesi tutatumia extract kwa wingi, maana yake ya potent yake ina nguvu zaidi tukilinganisha na dawa zingine za kawaida zinazotoka kwa mimea. Kwa hivyo gharama hizi zote nimepata kuhesabu siku ya usiku jana, nikaziangalia zote na imetoto 173,235 shillings. 173,235. Kwa hivyo tukipata hizi hela, matibabu hayo ambayo ni ya miezi 6 yatakuwa kwamba tumepata kuiandaa, na kitu chochote anachohitaji tukakuwa kwamba tumekipata. Wapenzi, kuna wengi ambao wamesaidika. Nadhani siku moja nitaita watu wote ambao tumewatibu pamoja, ama niende nikiwatembelea mmoja mmoja, tupate kutembelea mmoja mmoja, muweze kuona ushuhuda walio nao kutoka kwa mioyo yao. Lakini hakuna ugonjwa usioponyeka. Kansa zimetibika. Na sio moja ama mbili, hata sisi kuna wagonjwa kadhaa wa kansa tunaoendelea kuhudumia. Isipokuwa tu hapa ni vile ambavyo hakuna hela za matibabu. Ninasihi yeyote anayepata video hii kwa moyo wake, kama anaona inamgusa na angetamani, manake ugonjwa ni kama ajali isiyokuwa na kinga. Nani ajui kwamba kesho sio mimi nitakuwa mgonjwa ama sio wewe? Kwa hivyo wakati ambapo amelemewa, tunasihi tu yeyote ambaye anaweza kaguswa tukaweza kushirikiana, tukaweza kumsaidia kufanya matibabu hayo. Gharama yake ni 173,235. Tuko na namba moja tu ambayo ni ya channel usaidizi huu kwa yeyote ambaye anataka kupeana usaidizi kupitia kwa njia za simu. Nambari ya simu ni 0794 68632 +254 kwa wale ambao wako nje, +2547 +2547, narudia 9406862. Hiyo ndio nambari ambayo kama unaweza ukataka kusaidia kwa lolote, kwa msaada wowote, pesa yoyote, ikuwe ni 50, ikuwe ni 10,000, pesa zozote ambazo mtu anaweza kapata, hata kama kunaweza kukapatikana na mtu mmoja wa kugharamia matibabu yake, sisi tutashukuru na hakika Mungu atakubariki. Kwa hivyo sijui nitasema vipi, ila tu ni hilo tu kwa sasa. Kwa yeyote ambaye anaweza akakuwa na msaada wowote, sisi tunashukuru. Tuko hapa Isiolo, yote anataka kuja kumuona ako hapa Isiolo, unaweza ukachukua namba yangu ukanipigia, ama hata kwa hiyo namba ukatuma ujumbe ukuje umuone, hata kumtembelea. Kama una chakula ambacho unaweza ukataka kumletea, sote imekaribishwa. Mimi niko kule Meru, lakini nitakuwa nakuja kumtembelea mara kwa mara, na msichana wake ako hapa ambaye atakuwa akifanya matibabu. Kwa hivyo Mungu wa neema apate kuwabariki, Mungu wa neema apate kuwazindishia mnapoungana nasi katika jambo hili
la kuweza kusaidia. Asante. Labda kama mtumishi atakuwa naombi tu la mwisho, tulikuwa tumeomba kabla hata tuanzie video, lakini kuomba kwamba yeyote atakayepatikana na hili akaweze kuhusika na Mungu pia aweze kumbariki. Asante. Okay, asante. Nashukuru kwa ujumbe huo. Tunaamini kwamba watu wa Mungu wataupata na tayari washaupata. Hivyo basi tunaelewa kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia, unapoangalia kitabu cha Yakobo 1:27 inasema dini iliyo ya haki ili inayoangalia mahitaji ya wengine, ya yatima na wajane na watu ambao wako na hitaji ya kila namna. Hivyo basi tunaomba kwa moyo mkunjufu tu ambao mtapata video hii iweze kuwaguza, tuelewe vitu ambavyo tuko navyo kwa ajili ya manufaa ya wengine. Tuvitumie wakati ambao vinahitajika na Mungu ataendelea kutukuzwa. Kama familia tumeshukuru na Mungu aweze kutubariki zote. Hivyo basi tuombe ombi la mwisho tuweze kufunga. Tunaomba. Tunakushukuru Baba kwa ulinzi na uongozi wako. Safari zote zimefungwa kufika mahali hapa mjini wa Isiolo na yote yametendeka kwa utukufu wa jina lako. Ombi hili tumelileta mbele ya wana wako Baba, tunaomba uweze kuwajalia mema na ukawape mmoja wa kusaidia ili na mama kaweze kuponyeka na mwishowe jina lako litukuzwe. Tunaomba Baba uendelee kutulinda sisi zote, ututumie tu kama vyombo kwa utukufu wa jina lako. Tusaidie katika kila hatua na nikupitia kwa Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Amina.